kama nikiamua kutoka nitakwenda wapi. Ila ni bora uhuru kuliko maisha ambayo ni ya manyanyaso. Hakika kabisa namkumbuka marehemu baba. Naona baada ya kufariki babangu, naona kwenye manyanyaso sana. Ndugu zangu wanadiriki kunikalia kikao kuwa nitoke nikapange, wakiwa na maana gani? Sio mbaya mimi kutoka nitoka. Mungu atanijalia. Nitaenda kupambana. Kila kitu kitakaa sawa. Kuhusiana na hii vuguvugu ya mimi kutoka hapa nyumbani, kwa upande wako unaizungumziaje? Kwa upande wangu mimi naweza nikaona ni mbaya au ni nzuri kutokana na nini? Kitu kimoja, mama kashasema wewe mwenyewe uondoke ukapange, na kwa kuwa kashatamka neno kama hilo, wameshajadiliana hapo, natakiwa uondoke ukapange chumba chako. Inawezekana kuwa ni sahihi anachokizungumza, lakini kumbuka kwenda kupanga sio sehemu ambayo ni ya kukurupuka, na isitoshe huko nako kwenda mimi sikufahamu. Lakini sio mbaya kwa kuwa mumekaa mumepanga ili mimi hapa niondoke, mimi nitaondoka, na imani hata wewe mwenyewe pia umeunga mkono kwamba mimi niondoke. Ila sio mbaya, muda wowote, siku yoyote mimi nitatoka. Usitake kujua kwamba mimi nipo wapi. Hamna kaka, ukiongea hivyo unakosea, sababu aliotamka ni mama, hatujatamka si wote. Hakuna hata mmoja aliyoafiki kwamba uende ukapange. Aliyoafiki ni mama ukapange, sababu mtu anapokuambia uende kupanga, ujue hapo umeshakuwa mtu mzima. Kwa hiyo kapange chumba chako, wewe utakuwa ina shida, utakuwa unakuja kutembelea kama kaka yetu. Mimi nimekuelewa. Sio mbaya. Mimi nitaondoka. Haya. Utanisamehe kwa usumbufu, ila ile nilikuuliza kama siri yako. Haya. Naweza kupata kufahamu kwa ndani nao. Haya, itakuwa siri yangu na mimi. Jomba. Naam. Upo wapi? Nipo huku nyuma. Karibu. Karibu. Naona nakula vitu vyako njomba. Nakula michuzi ya Mama Amina. Sawa sio? Baridi. Mimi njomba. Ujio wangu ni wa kukuaga. Na imani taarifa unayo, inahitajika nitoke hapa. Kwa hiyo nimejaribu kuangalia hapa nyumbani hamna mtu yoyote wa kumwaga zaidi ya wewe, na ndio maana nimekuita ili nikupe hii taarifa. Ninakokwenda ni mbali na sifahamu kwamba ni wapi nakwenda, lakini ni muhimu
kuacha mawasiliano, na ndio maana sina mengi sana zaidi tu ya kuwapa habari wakina dada pamoja na mama, kuambia kuwa mjomba kashaondoka. Kwa hiyo utakuja kuwapa taarifa. 6, 54, 57, 56, 35. Kumbe hili ulikuwepo nayo mjomba namba yangu eh? Naona hapa imetokea. Sasa mimi sio mkazi hata jinsi nilivyokuambia. Mimi ngoja naondoka. Naweza kwenda salama. Fanya mawasiliano. Sana shida. Shangazi huyo. Abe. Habari? Salama kwema. Kwema, habari za nyumbani? Ni nzuri. Ulikuwa na mabegi unaelekea wapi? Shangazi. Ina maana kwamba hauna taarifa na hii habari ya mimi kutoka hapa nyumbani? Hapana, mimi sina taarifa. Kiufupi, ninatakiwa mimi nitoke hapa nyumbani. Kasema nani muda huo? Mama. Na akina dada ndio ambao waliniambia kwamba nyumbani nishakuwa mtu mzima. Uelekee wapi? Nikajitegemee mimi kama. Wifi hata hajanipigia simu kunipa taarifa aina yote kwamba mtoto wetu anatakiwa atoke, labda umri umeshafika, anatakiwa akapange, hata hajaniambia. Basi ninapokuambia hapa toka. Japo sifahamu kuwa naelekea wapi, ila ninajipa moyo kwa sababu mimi ni mtoto wa kiume. Ndio. Na imani kwamba kila kitu kitaenda kuwa sawa. Lakini hiyo ndio habari iliyopo. Kwa kweli wifi kafanya moyo mgumu. Hata dada zako wenyewe hata hajanipigia simu kunielekeza kwamba kaka anatakiwa atoke, wala wifi kuniambia kwamba mtoto wetu anatakiwa atoke, hajaniambia. Basi sio mbaya, mimi ngoja nielekee ninakoelekea, ila mawasiliano na imani nimemwachia mjomba. Sawa, hakuna shida. Nakutakia safari njema. Kadiri siku itakavyozidi kusonga mbele tutawasiliana. Sawa. Nakutakia safari njema. Sawa, hamna taabu. Haya. Mungu yuko pamoja na huyu. Hata kunipa taarifa kwa huyu mtoto nitakiwa atoke. Najulikani mtoto anaelekea wapi. Ngoja niondoke nione kama wapi. Salama kwema. Habari za siku? Mama na bibi nimewakuta. Walisema wanaelekea kisimani, sijui kama amerudi. Sema ngoja nitaangalia. Haya. Wapo huku. Haya. Hodi. Asante. Asante. Zaafa. Nzuri. Wazima. Jamani, mimi nimekutana na mjomba wangu hapo njiani. Akabeba mabegi, nilivyosalimiana naye akaniambia kwamba yeye anaondoka, ameambiwa aondoke na wifi na dada zake ambao ndio mie. Nieleze kwanza kuna nini hapa katikati ya familia? Yule pale kaambiwa akajitegemea sababu kashakuwa mtu mzima. Na ameambiwa akapange. Kwa hiyo ndio maana mama akamwambia kwa kuwa ushakuwa mtu mzima natakiwa ukajitegemee ukapange chumba chako mwenyewe. Baada ya hapo nilishindwa kabisa mimi kunipigia simu kama shangazi yenu, na mimi nikajua nikaja kusikiliza. Yawezekana labda mmemwonea, yawezekana labda kweli labda umri umefika ndio mnamkuupusha tu, hata watu hatujui,
ameondoka, na huko alikoenda tunajua ataishi vipi huko alikoenda, na amesema anaenda mbali. Mimi nilikuwa sina salio, hata mdogo wangu mimi pia alikuwa na salio, ndio maana hata hatuja kupigia simu kukujulisha mambo kama huku mambo yenyewe huku kafukuzwa, kaka yetu kafukuzwa. Kumbe baada ya hapo wifi naye yuko wapi? Mbona sijamkuta? Wifi yako mwenyewe unakuta kaenda kisimani na mpaka sasa hivi hajarudi, sijui kisimani yenyewe maji ya kulindia hata sijui. Ngazi tumwelekeze, au ndio mlishakuwa kitu kimoja na mama yenu? Sisi hatujua kitu kimoja na mama yetu. Ila mama yetu tulimsisi tukamwambia amwache kwanza kwa muda, atafuta hata mambo ya pesa, sababu hata hivyo mkulupua sio yenyewe hatujapenda. Ndio hapo hivyo mkulupua, na sijui kama ana pesa mfukoni, na sijui kama kaondoka mjini sijui kama kaishi hapa kijijini, hapo sisi hatujui, sababu ana rafiki yake ndio atakuwa ndo kaenda kuishi kwanza pale, na kama atasema safari ya mjini, sababu paka kwanza ajipange, kwa kuwa huku ni maisha ya kijijini, atalima vimongo, atapata pesa ya kuondoka mjini, sababu pale alivyofukuzwa hana pesa. Shangazi yangu Priska, naomba unieleze kulikoni kaka yako ameondoka? Ndio mama, nisikia anasema kaka aondoke akapange ajitegemee. Kwa hiyo mimi kama mdogo hapa nyumbani siwezi kusema lolote, ndo kaondoka, tujui kenda wapi. Sawa, hamna shida, tumwachie Mungu. Sikiliza nakwambia, kama umechoka kukaa katika chumba changu, bora uondoke kabisa, sitaki kukuona.